ya utawala bora, uwazi, uwajibikaji kwa makandarasi na wataalamu wa sekta ya ujenzi, Bodi ya Usajili wa Makandarasi CRB imeendesha mafunzo ya kozi maalum ya utawala bora kwa makandarasi na wataalamu wa sekta ya ujenzi hapa jijini Mwanza. Mafunzo haya ya siku 3 yalianza Septemba 10 hadi 12, 2025, yakihusisha makandarasi pamoja na wataalamu mbalimbali wa sekta ya ujenzi hapa nchini. Aidha, haya ni juhudi endelevu za CRB ya kuhakikisha kuwa makandarasi pamoja na wadau wa sekta ya ujenzi wanatekeleza miradi kwa kuzingatia misingi ya utawala bora katika kazi zao. Washiriki wa mafunzo haya walipata uelewa mpana juu ya majukumu yao katika kuhakikisha wanatekeleza miradi kwa kuzingatia uadilifu, uwazi na viwango vya juu vya kitaaluma. Kwa CRB, hii ni hatua nyingine muhimu kuelekea sekta ya ujenzi yenye ufanisi, uwazi na uongozi bora yenye manufaa kwa Watanzania wote nchini. Mtazamaji, nisimalize uhondo. Karibu kutazama makala hii mwanzo hadi mwisho ili ujionee kilichojiri katika mafunzo haya. Nikuongozaye katika makala hii ni mimi mtangazaji wako Milembe Dashina, CRB. Ndani ya siku 3 mfululizo, washiriki wa mafunzo maalum ya utawala bora kwa makampuni ya ujenzi walihudhuria vipindi vilivyodumu zaidi ya saa 8 kwa kila siku. Katika muda huo walipokea maarifa ya kina kutoka kwa mwezeshaji, kushiriki majadiliano ya pamoja na kubadilishana uzoefu. Lengo kuu la mafunzo haya ni kuchochea maboresho ya mifumo ya uongozi na usimamizi ndani ya makampuni yao. Na huyu ndiye CPA Oswald Urassa, mwezeshaji mkuu wa mafunzo haya, akiendelea kutoa elimu kwa washiriki. Hii statement, I cannot afford in statement, yani nimesha conclude kwamba siwezi. Lakini kusema how can I afford it, inakupa sasa nguvu na energy ya kusema kwamba hivi nitatokaje hapa mpaka nifike Shinyanga. Utapanda basi, utaomba lifti, utatembea kwa miguu. Inakupa some energy ya kwanza take action. When it is a statement, when it is a question, how do I afford it, inakupa energy ya kwanza kufanyia kazi moving forward. Mwezeshaji Urassa amesisitiza kuwa kampuni za ujenzi zinapaswa kuwa na mtiririko sahihi wa uongozi badala ya kutegemea mtu mmoja kusimamia kila jambo. Ameeleza kuwa kuimarisha misingi ya utawala bora ni nguzo muhimu ya kuhakikisha makampuni yanaendelea kustawi hata pale wamiliki wanapokosekana. Tumekuwa na wakandarasi hapa Mwanza waliosajiliwa na Bodi ya Usajili wa Makandarasi Contractors Registration Board kwa mafunzo ya siku 3, ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu utawala bora wa makampuni ambayo yanamiliki na kuyaongoza, jinsi ya kuandaa taratibu za kuwa na bodi ya wakurugenzi, kuwa na wanaisa, lakini pia kuwa na management team na taarifa zinazotakiwa katika usimamizi mzima wa makampuni katika dhana ya utawala bora. Na kawaida inatakiwa kuwa na bodi, kuwa na wakurugenzi, lakini pia kuwa na management ambayo inatekeleza yale ambayo yanaamuliwa na bodi kwa ajili ya kujenga makampuni ya siku zinazokuja. Kwa hiyo tumezungumzia kuhusu utawala bora, lakini pia tukazungumzia kuhusu mambo ya mpango mkakati au strategic plan, lakini sana tukilenga jinsi mkakati au strategic plan inavyoweza kusaidia makampuni kujenga, inaweza kusaidia bodi na makampuni kujenga makampuni ambayo ni endelevu kwa siku zinazokuja. Na tulizungumza kuhusu umuhimu wa kuwa na mpango mkakati, lakini pia kusimamia na kufuatilia kwa karibu, na jinsi ambavyo bodi inatakiwa kusimamia na kutekeleza kama inavyotakiwa. Kwa upande wao, washiriki wa mafunzo wamesema kozi hiyo imekuwa na manufaa makubwa hasa katika kubaini changamoto za kujilimbikiza madaraka. Wameeleza kuwa mgawanyo sahihi wa majukumu utasaidia kuongeza ufanisi na kuimarisha uendeshaji wa shughuli za kila siku. Kwa jina naitwa Engineer Catherine Christopher Sakalani Likunde. Mimi ni mhandisi lakini pia ni managing director wa kampuni ya Queensland ambayo inadeal na labor base. Katika mafunzo yetu leo tumejifunza mambo ya corporate government, yani utawala bora. Utawala bora imekuwa ni kozi muhimu sana na natarajia italeta manufaa makubwa sana kwa sisi wakandarasi ambao tumekuja hapa. Wengi wetu tuliokuja hapa kwenye haya mafunzo ni wakandarasi.
Na kiujumla hasa kwa Tanzania, makampuni yetu na institute nyingi zimekuwa zina changamoto kubwa kwenye issue za utawala, na wakufunzi wetu tunashukuru bodi imeandaa hii kozi, na kupitia hii kozi tunaamini kabisa makampuni yetu kwa tulivyojifunza yanaweza yakakaa muda mrefu hata kwa ajili ya vizazi vijavyo. Maana kama tunavyojua katika nchi yetu makampuni mengi na institute nyingi huwa zinaishia njiani, na tuna mifano mingi. Na katika kozi yetu leo tumejifunza, na hakika kabisa kama tukizingatia haya tuliojifunza katika kozi yetu, naamini kabisa tutajenga utawala bora katika kampuni zetu, na kampuni zetu zitarisishwa katika vizazi na vizazi. Naitwa Engineer Oscar Munesi, ni mwenyekiti wa kanda wa kandarasi kanda ya Ziwa, na ni mkandarasi upande wa electrical class 1. Tumefurahi kuhudhuria katika haya mafunzo ambayo yalikuwa yanazingatia utawala bora. Mafunzo haya kwa kweli wengi wetu walikuwa hawana ufahamu wa utawala bora, kwa sababu teknolojia inabadilika kila siku, mambo mapya yanakuja. Nitasema kwa walikuwa nafahamu kwa kiasi fulani, lakini sasa hivi imekuwa upgraded. Tunashukuru sana CRB kwa kutupa haya mafunzo ambayo tunategemea kuyatumia katika makampuni yetu ili kuendeleza ufanisi wa kazi. Kwa majina naitwa Sofia John, natokea kampuni ya DHI Nyamongo. Napenda kuwashukuru CRB kwa kutupa mafunzo juu ya utawala bora pamoja na uwekezaji. Tumejifunza mambo mengi sana, na kama mkandarasi naweza nikaimiza wakandarasi wengine kwa ajili ya kutengeneza system iliyo bora na utawala ulio bora. Tuwalipie wafanyakazi wetu na sisi pia kuweza kuhudhuria mafunzo kama haya. Mafunzo kama haya yanatujenga, mafunzo kama haya yanatuweka kwenye mstari ili kufika mbali. Naamini kama mtu una maono, lazima utajitoa, utajifunza na utawekeza. Akihitimisha mafunzo hayo, msajili wa bodi ya usajili wa makandarasi, mhandisi Robin Nkori, aliwakumbusha makandarasi kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zote za sekta ya ujenzi. Pia alisisitiza umuhimu wa kusajili miradi wanaotekeleza na kuonya dhidi ya kuruhusu majina ya kampuni zao kutumika kiholela na makampuni yasiyokidhi vigezo. Tunaelewana, tusaidiane, tuendelee kuboresha ukandarasi nchini na tujenge miundombinu endelevu kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Tutakumbukwa siku za usoni tutakapotekeleza haya yote kwa uzuri. Mtu akikuita mwekezaji anajenga jengo mfano la bilioni 30, bilioni 50, halafu anakupa milioni 15, unaweka kibao chako pale. Sijui mimi kwa sababu kidogo nilikotoka kuna tofauti ambayo ni kanda hii yote tumetoka. Mimi naona kwamba hizo pesa tukizifaidi implied la na kudharau. Implied la naona elimu yako it's nothing, it's useless. Sio kama naeleweka. It's useless. Anachukua cheti, yani anachukua kibao chako cha ukandarasi class 1. Class 1 contractor, alafu anakupa milioni 15 au anakupa milioni 20, alafu anaenda kujenga na watu hata huwajui, yani wanaojenga huwafahamu. At the end of the day, risk uliope, kwanza reputation risk uliobeba wewe ni kubwa mno. Ile reputation in case of anything, tukiacha mambo mengine si utashtakiwa, sio tufanye tuweke pembeni. Reputation yani yale nani alijenga, kamati zitakazokuja kufanya uchunguzi, majina yako yatakavyoapia kwenye zile documents zitaishi maisha. Kwa kulinda hadhi ya ukandarasi na kulinda kanda hii ambayo miaka yote imekuwa muhimili mkubwa sana ya ukandarasi katika
nchi, kwa sababu CRB sisi tunajua kanda hii miaka yote ni kanda ambayo imekuwa inatekeleza sana sheria na kufuata taratibu zinazostahili. Yeyote atakayekuwa anataka kutuharibia basi tumsaidie, tuongee nao, tuwasaidie kwa mawazo. Kuna watu wanakosea sio kwa sababu wameamua kukosea, ni kwa sababu ya changamoto zingine za kimaisha. Sawa jamani? Tunaelewana? Utawala bora ni swala la msingi, si kwa makampuni tu, hata kwa majumba yetu, hata kokote tunakotembea. Utawala bora ni swala la msingi sana. Na kwa kampuni zetu nyingi ziko kifamilia, utawala ni wa mtu mmoja, ndiye managing director, ndiye mwenyekiti wa bodi, ndiye technical director, ndio project manager, director of finance, ndio marketing manager, ndio kila kitu. Kwa hiyo kampuni ya namna hiyo haina utawala bora. Haya mafunzo tunayoleta yana maana kubwa sana, na maana yake ni kubwa zaidi kama mtaenda kuyafanyia kazi. Msipofanyia kazi mkasoma kwa lengo la kuhudhuria, hayatawasaidia chochote. Katika kazi tunazofanya za ukandarasi ni kazi kubwa, ni kazi ngumu, ni kazi zenye changamoto na zina madhara na zinasimamiwa na sheria nyingi. Kwa hiyo ni jambo ambalo mimi naomba sana mtusaidie hiyo swala la self regulation, kwa maana kwamba wenyewe mnaweza mnajiongoza, mnaongozana, mkiona mwenzenu anafanya kitu chochote ambacho sio kizuri mnaambizana. Asante kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa makala hii. Nikukaribishe tena katika kipindi kijacho cha mkandarasi wetu. Ni mimi Lembe Dashina, hadi wakati mwingine, kwa heri.